Je, umewahi kujiuliza kwa nini maeneo fulani yana vita visivyoisha? Kwa nini familia nyingine zina mateso ya kizazi? Au kwa nini baadhi ya watu huingia kwenye mafanikio kwa urahisi huku wengine wakipigana maisha yao yote? Vipi kama ningekuambia kwamba nyuma ya miji, mataifa na hata mifumo ya dunia kuna territorial spirits zinazotawala kupitia madhabahu, damu na maagano ya kale? Na vipi kama siri hii ilijulikana na mababu wa kale, wafalme wa Biblia, manabii na hata mapepo, lakini kanisa la leo limeisahau? Waamini wengi wanafikiri vita vya kiroho ni mapepo ndani ya watu pekee. Lakini Biblia inaonyesha kulikuwa na falme za giza juu ya mataifa, wakuu wa kiroho juu ya miji, na madhabahu zilikuwa zikizungumza kupitia damu kwa maelfu ya miaka. Katika somo hili utaelewa kwa nini damu ina sauti katika ulimwengu wa roho, siri ya territorial spirits katika nyakati za kale, jinsi madhabahu zilivyotawala mataifa, na kwa nini baadhi ya maeneo hubeba laana au baraka, na siri ya jinsi damu ya Yesu ilivyovunja mfumo mzima wa falme za giza. Kwa sababu ukweli ni huu: ulimwengu wa roho una system. Hakuna kinachotokea bila legal access, na nyuma ya kila falme kuna madhabahu, na nyuma ya kila madhabahu kuna damu, na nyuma ya kila damu kuna sauti inayozungumza. Ukikosa kuelewa siri hizi, unaweza kupigana vita ambavyo havitamalizika kwa sababu hujui chanzo chake. Unaweza kuomba miaka mingi bila kujua ni madhabahu gani inayozungumza juu ya maisha yako, familia yako, eneo lako au biashara yako. Lakini leo tunaenda ndani zaidi kwenye siri zilizofichwa za territorial spirits, madhabahu na damu, kuanzia Babeli, Misri, Kanaani mpaka nyakati za sasa. Na utaona jinsi Yesu Kristo alivyoingia kuvunja mfumo mzima wa giza kupitia madhabahu ya msalaba. Watu wengi hawajui kwamba dunia tunayoishi ina vita visivyoonekana. Biblia inaonyesha kwamba nyuma ya mataifa kulikuwa na falme za kiroho, nyuma ya wafalme kulikuwa na nguvu za giza, na nyuma ya mifumo ya dunia kulikuwa na madhabahu zisizozungumza kupitia damu. Kulikuwa na madhabahu zinazozungumza kupitia damu. Ndiyo maana katika Biblia tunaona mkuu wa Uajemi, mkuu wa Yunani na wa Misri, Baali, wa Kanaani, Dagoni na Wafilisti. Hizi hazikuwa sanamu tu, kulikuwa na territorial spirits nyuma yake. Katika nyakati za kale, kabla ya taifa kutawala kijeshi, lilianza kutawala kiroho. Ndiyo maana Abrahamu kila alipofika eneo jipya, hakujenga nyumba kwanza. Abrahamu hakujenga biashara kwanza.
alijenga madhabahu kwanza, kwa sababu aliyekuwa na madhabahu alikuwa na access ya kiroho juu ya eneo. Madhabahu ilikuwa portal gateway ama legal meeting point ya mbingu na dunia. Ndio maana hata shetani hujenga madhabahu. The Tower of Babel haikuwa tu mnara, ilikuwa mfumo wa rebellion dhidi ya Mungu. Nimrod alielewa siri ya centralized worship, spiritual occult power, na tangu siku hiyo territorial spirits zilianza kujenga ushawishi juu ya miji, juu ya biashara na juu ya serikali. Damu ndiyo currency ya ulimwengu wa roho. Katika Biblia, damu si maji tu. Damu hubeba uhai, identity, covenant voice. Uhai wa mwili ukatika damu. Abeli alinena kutoka ardhini. Ardhi inaweza kubeba vilio. Ardhi inaweza kubeba maagano. Ardhi inaweza kubeba kumbukumbu za kiroho. Ndio maana maeneo mengi yana vita kila wakati, yana uchawi mwingi, yana umaskini, yana kizazi ya kiroho, usherati juu na oppression nzito, kwa sababu damu iliwahi kumwagika hapo. Biblia inafunua siri kubwa sana katika kitabu cha Danieli. Malaika wa Mungu alisema, mkuu wa Uajemi alinipinga. Huyu hakuwa mwanadamu, alikuwa territorial spirit juu ya taifa. Hii inaonyesha kuna spiritual warfare. Na hii ndio sababu baadhi ya maeneo huwa mazito kiroho kuliko mengine. Eliya alipigana na mfumo wa Baal. Baal alikuwa territorial spirit wa fertility, prosperity ya giza, na nguvu yake ilitoka kwenye madhabahu. Ndio maana kabla moto wa Mungu kushuka, Eliya alitengeneza madhabahu kwanza. Kwa sababu moto hushuka juu ya madhabahu. Katika ulimwengu wa roho, kila madhabahu hutafuta vitu vinne. Madhabahu hutafuta worship sacrifice. Madhabahu hutafuta covenant. Madhabahu hutafuta damu. Na territorial spirits hupata nguvu kupitia dhambi, agreement na fear na bloodshed. Ndio maana shetani hujaribu kuharibu utakatifu, aeneze violence, kueneza corruption na kueneza immorality. Yesu Kristo alikuja kufanya kitu ambacho hakuna nabii mwingine angeweza kufanya. Msalaba ulikuwa madhabahu ya mwisho, na damu ya Yesu ilivunja legal rights za giza, ilifuta accusation, ilivunja territorial claims za shetani. Ndio maana Biblia inasema aliwafanya kuwa fedheha hadharani. Shetani alipoteza authority yake pale Golgotha. Siri ya mafanikio ya muumini. Waamini wengi wanataka breakthrough bila kujenga madhabahu ya Mungu. Lakini katika Biblia, madhabahu ilitangulia ushindi. Madhabahu ilitangulia covenant. Madhabahu ilitangulia fire. Madhabahu ilitangulia revival. Madhabahu, muumini wa leo, maombi yako si maneno. Mungu hufungua utakatifu. Unapojenga madhabahu ya Mungu, anga hubadilika. Nguvu za giza hupoteza access kwa maisha yako. Huanza kubeba presence ya Mungu. Unaanza kubeba
presence ya Mungu? Swali kubwa si je, territorial spirits zipo? Swali ni nani anatawala anga la kiroho juu ya maisha yako? Kwa sababu kila eneo lina sauti na kila sauti hutoka kwenye madhabahu. Lakini habari njema ni hii: damu ya Yesu inanena kuliko damu nyingine zote, na madhabahu ya msalaba ilishinda falme zote za giza. Hasa kama somo hili limefungua macho yako kiroho, andika kwenye comments, damu ya Yesu inanena juu ya maisha yangu. Na usisahau kusubscribe, kwa sababu sehemu inayofuata tunaenda ndani zaidi kwenye siri za madhabahu za mababu, portals za kiroho na vita vya anga la kiroho, na jinsi ya kutafsiri ndoto zako. Sasa kama uko pale, ningependa ukupea nafasi na fursa hii ili ukaweze kumpokea Bwana Yesu katika maisha yangu. Sasa rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, niko mbele zako, nisamehe dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimemkataa shetani na kazi zake zote, kuanzia sasa na hata milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. See you next time. God bless you and shalom.